mwanamke huyu pindi anapokula nyama basi uchukua mifupa ama mabaki ya nyama na kumpatia mama mkwe wake. Mama mkwe wake alimwambia, binti yangu, naomba unisaidie na mimi nyama niweze kula. Mbona unakula nyama nzuri afu mimi unanipatia mifupa? Tafadhali naomba unisaidie na mimi nyama nzuri niweze kula. Maana wewe unanipatia kila siku mifupa tu. Na wewe unakula nyama nzuri. Tafadhali nipatie na mimi leo niweze kula nyama nzuri. Lakini yule mwanamke alimjibu mama mkwe wake na kusema, hapana, siwezi nikakupatia nyama nzuri, eti nyama nzuri. Kula hiyo ndio inokufaa wewe. Lakini wakati huo anazungumza maneno hayo, akujua kwamba mume wake alikuwa amerudi wakati huo nyumbani. Na jamaa alikuwa akisikiliza kila kitu ambacho mke wake alikuwa akimfanyia mama yake. Na wakati huo jamaa alivyosikiliza kile kitu kilimuuma kiukweli. Yaani alitamani hata kuweza kuchukua hatua kwa wakati huo, ila akawa amesita na kutulia, maana alikuwa na hasira kweli kweli. Basi siku ile ikawa imepita na siku iliyofuatia mama yake alionekana kuwa alikuwa anaosha vyombo na mke wake alikuwa akimletea mama mkwe wake vyombo aoshe. Mwanamke yule alimwambia mama mkwe wake, fanya haraka kuosha vyombo maana nguo ziko huko zinakusubiria. Na mama yule baada ya kumaliza kuosha vyombo basi alienda moja kwa moja kwenye ufuaji wa nguo. Yule mwanamke alikusanya manguo kisha akamletea na kumwambia, hizi nguo zote zinatakiwa ziweze kufuliwa. Na baadaye jioni mume wake anaporudi basi mwanamke huyu hujifanya mzuri sana kwa mume wake, umfanyia masaji na kumpetipeti kuonekana kama vile anampenda sana mume wake. Wakiwa pale wamekaa, mara ghafla mama yake, yani mama mkwe wake, akawa amekuja pale na glasi ya maji. Na kisha ile glasi ya maji akampatia kijana wake. Lakini kijana wake alimuuliza, mama, unajisikiaje unavyoishi hapa nyumbani? Maisha ya hapa nyumbani unayafurahia? Hebu niambie, maisha ya kijijini na ya hapa nyumbani yapo mazuri? Lakini kabla mama yake hajajibu, yule mke wake akawa amedakia na kusema, usijali, mama anafurahia sana maisha ya kuishi hapa nyumbani. Maana anaenjoy akiwa hapa nyumbani, yani kila kitu kiko huru kwake, kwa hiyo huwa anapata muda mzuri wa kupumzika, ni tofauti na kule kijijini hekaika za kusenya kuni mara kwenda shambani. Kiukweli mama anafurahia sana kuishi hapa nyumbani. Na mimi najitahidi kumjali na kumpenda sana mama. Basi baada ya pale wakawa wamemaliza mazungumzo na jamaa akawa ameondoka na mke wake wakawa wameelekea chumbani. Mama kupata nafasi ya kuweza kuzungumza na kijana yake. Siku iliyoweza kufuatia, jamaa alikuwa anasafiri kuelekea kazini, basi ilibidi aweze kumwachia kiasi kidogo cha pesa mama yake, ili kama kuna matumizi yoyote basi mama yake aweze kuyafanya. Lakini kipindi anampatia ile pesa mama yake, lile tukio mke wake aliliona. Na baada tu ya mume wake kuweza kuondoka, yule mwanamke akawa ameelekea moja kwa moja mpaka kwa mama mkwe wake. Na kumkuta mama alikuwa bado kashikilia zile pesa, basi akawa amemnyang'anya. Na kisha baada ya kumnyang'anya zile pesa mama mkwe wake, kisha akamwambia, nahitaji uweze kwenda ukaniandalie chakula huko, sio kukaa unaniangalia angalia hapa. Yule mama hakuweza kujibu chochote, aliondoka na kwenda kuandaa chakula. Kisha alivyomaliza basi akawa amemletea mkamwana wake, maana mkamwana wake anamtumikisha huko ndani kama mfanyakazi. Na huyu mwanamke alikuwa kakaa tu mezani akisubiria mama mkwe wake amletee chakula. Na baada ya pale basi yule mwanamke akawa anakula pale chakula, na huku mama mkwe akiwa amesimama akiwa anamtizama mkamwana wake akiwa anakula. Na baada ya pale ile chakula alichokula kikabaki, akawa amempatia pale mama mkwe wake na kumwambia, shika hichi na wewe ukale, maana hichi ndio kinachokufaa wewe kula. Kisha akamwambia, ole wako nije nisikie umezungumza kitu chochote kwa mume wangu, hapa hautokaa kabisa na kutimua, inabidi uendelee kukaa kimya hivyo hivyo. Sasa wakati ule wanazungumza ile maneno, mume wake akawa amefika pale, maana mwanamke alijua kwamba mume wake kasafiri kikazi, kumbe jamaa alikuwa anamtega tu na alikuwa anajua kila kitu tokea mwanzo. Yule mwanamke akasema, mume wangu umerudi nyumbani. Akawa amesogea pale na kujifanya kwamba yeye ni mzuri kwake, akawa anamshikashika pale mume wake, lakini jamaa alitoa mikono ya mke wake kwenye mkono wake, kisha akamwambia, kaa mbali na mimi, unajifanya mtu mzuri kwangu, unadhani sifahamu, najua kila kitu. Kisha akachukua simu yake na kumuonesha video aliyokuwa amerekodi jinsi yule mwanamke alivyokuwa akimtesa mama yake. Kisha akamwambia, nilikuamini sana wewe na nikajua kwamba wewe utakuwa msaidizi na kumsaidia mamangu, utamtunza mamangu na kumlea, lakini kumbe mwanamke mbaya usiyefaa, yani umemgeuza mama yangu kuwa mfanyakazi wako, unamtesa mama, unamnyima mpaka chakula, kuosha vyombo, kufua nguo, ni yeye anafanya hizo kazi zote, wewe upo tu ndani unafanya mambo yako. Haya matukio yote nimejaribu kuyavumilia, lakini imenishinda sasa. Kuanzia sasa hivi ninavyozungumza na wewe hapa, chukua kila kilicho chako na utoke kabisa kwenye nyumba yangu. Kisha baada ya pale yule mwanamke akawa ameondoka na jamaa akawa amepiga pale magoti na kumuomba msamaha mama yake, kwa sababu hakujua kama mama yake anapitia maisha magumu kama haya tena ndani kwake kwenye nyumba yake, na aliyekuwa akimfanya mateso ni mke wake. Lakini mama alimuinua kijana yake, kisha akamwambia, hayo ni maisha tu, yameshapita kijana wangu, usijali sana. Bwana, hii filamu bwana inaweza kuishia hapa, lakini inaweza kutuacha na swali lenyewe linasema, je, ni uamuzi sahihi ambao jamaa ameweza kuchukua kumfukuza mke wake na kubaki na mama yake? Na je, kuna wanawake wenye tabia kama hizi majumbani kwetu? Hem, dondosha hapo comment na uniambie maoni yako. Basi uniambie wewe ungechukua uamuzi gani wa kumwacha mwanamke na kubaki na mama yako, ama ungemwambia mama yako atoke na ubaki na mke wako? Hem, dondosha comment yako hapo. Bwana, sauti yote uliokuwa nayo tokea mwanzo kabisa ni sauti ya DJ Shebi kutoka Bunda Mara, Tanzania. Lakini napenda tu kukwambia, tembelea pale YouTube, andika DJ Shebi Mwamba wa Bunda, basi unanipata. Lakini pale TikTok andika Shebi Star, na pale Facebook andika Shabani Juma, basi pote unanipata. Hakikisha umetembelea pale YouTube kanisupport kwa kusubscribe, hakikisha umetizama video, umelike, na uniambie kwamba unafuatilia movie hizi ukiwa unatokea pande zipi, au sio bana? Asanteni sana mashabiki zangu, endeleeni kunisupport. DJ Shebi naachia mic, hakikisha umedondosha comment yako hapo, maana ni ya muhimu sana. Hakikisha umelike kwenye video, kila video unayoitizama basi hakikisha umelike, au sio bana? Asanteni sana mashabiki zangu, endeleeni kunisupport. DJ Shebi naachia mic, tukutane kwenye wakati mwingine kwenye vigongo vingine vikali zaidi ambavyo vinafuata. Baki na mimi, endelea
kunisupport. Mungu akubariki sana wewe ambaye ulikuwa nami tokea mwanzo. Basi tukutane wakati mwingine kwenye vigongo vikali zaidi ambavyo vinavyofuata. Asanteni sana na chao.